Watu wengine hawajui tumekaa maaskofu wote tunaowajua Tanzania. Kule tena kwenye kanisa Katoliki kule Teki kule. Wote ni kwa wakati peke yake maaskofu wote walikuja pamoja. Wa Lutheran, Katoliki, Anglican wote pamoja. Tukaandika waraka, jamani, hii mahakama ya kadhi imeshafika tayari bungeni. Na ikafika pale wakati ule mimi nikampigia Samuel Sita, nikamwambia mheshimiwa, nasikia kule kuna mswada wa mahakama ya kadhi. Akaniambia Askofu Gwajima umeshafika hapa bungeni. Na kama unavyojua wakati ule wa JK wabunge wa chama tawala ni wengi. Kwa hiyo na achana nalo, limeshapita hilo. Au usihangaishe. Hapo kila askofu mmoja anaona nikienda mbele nitauawa. Na lazima, yani ilikuwa ni tumemaliza ikao Ijumaa, tumetoa ule waraka, sasa Jumatatu bunge linaanza. Kwa hiyo siku tuliobaki nayo tu ni Jumamosi na Jumapili. Hapo lazima utoe sauti itakayomfanya kila mtu afanye nini? Amke. Watu waliolala sana wanahitaji alarm ya sauti kubwa. Watu wote wakaweka akili zao na upako wao mifukoni mwao, kwa sababu wanajua ni ishu ya kufa mtu. Mimi nikasema kwa saa kama hii naliitwa niishi, na sifi, silogwi, siuawi mpaka nitimize kusudi hili. Nilipopiga mimi Jumapili ile, Tanzania nzima ikataharuki kwamba kuna jambo gani limetendeka. Nikampiga kubwa yao aliyekuwa nikaishika ile nguzo iliyokuwa imeshikilia jengo la mahakama ya kadhi. Nikaitikisa hiyo nguzo kwa nguvu zangu zote. Nguzo ikaanguka chini, pa! Ilipoanguka chini, nguzo zingine zikasimama kusema Gwajima afe, Gwajima afe, Gwajima afe. Juhudi zote za kufa, mipango yote ya kufa, simu za kifo, simu za mauti, barua za mauti, matisho ya mauti yakaja. Na mimi nikasema jeshi likijipanga kupigana na mimi, moyo wangu hautaogopa. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, ndilo nitakalolitafuta. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utafakari uzuri wa Bwana hekaluni mwake, ili mradi yeye atanisetiri bandani mwake siku ya mabaya. Nikasema walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao. Nikasema sitakufa bali nitaishi, niasimulie matendo makuu ya Bwana. Nikasema yeye aniaminie mimi amepita kutoka mautini, ameingia uzimani. Nikachora mstari, nikasema kama ni kufa au kuishi ni mali ya Bwana, lakini lazima ni makutimiza makusudi ambayo kwayo nimeitwa. Kuna wakati mwingine makusudi ulioitiwa yanakuingiza kwenye hatari ya ndoa, hatari ya kazi, hatari ya watoto, hatari ya biashara, hatari ya kufilisika. Usiangalie hatari ulionayo. Hata kama makusudi ya Mungu yanakuleta kwenye aibu fulani, usiogope hiyo aibu. Simama kwenye makusudi yako. Liko jambo linakuja pale mbele. Ninaona Mungu anakuinua kwa namna ya ajabu, kwa sababu umetimiza makusudi yake. Mwanaume anayeamini yeye asimame aseme Mwangalie mwenzako, naomba kae. Mwangalie mwenzako, mwambie liko kusudi la milele. Kwa nini wewe unaishi? Wote waliomaliza makusudi yao wamelala. Na ndio maana kusema ukweli, Mheshimiwa Jakaya alivyonitia hatarini, nilishamsamehe. Ukikutana naye ana smile, anacheka, ila moyoni unajua huyu alikuwa na agenda. Na ndio maana kusema kweli, sasa wakati wa Magufuli niko na amani. Kwa nini simpende Magufuli? Niko na amani. Kama wewe umpendi Magufuli ni wewe, na kwa sababu hujaziona hatari. Muulize Pastor Bihagaze. Pastor Bihagaze, nimetoka mimi Arusha,
imetolewa amri kwamba Gwajima asakwe afe. Na muuaji jamaa mmoja anaitwa Abdalla, ambaye polisi mmoja namjua. Abdalla, kama upo unanisikia, tengeneza mambo yako, najua. Unaona, muuaji wa wakati ule alikuwa anaitwa Abdalla. Ananiambia kabisa, Gwajima, nikishindwa kukuua safari hii basi naacha kazi. Ana kwa ana hivi. Na mimi namwambia, Abdalla, ukifanikiwa kuniua mimi, Mungu akumba mbingu na nchi. Nikwambie, sio kwa sababu nilikuwa nimesikia sauti kwamba hutakufa. Sio kwamba mimi siogopi. Ujasiri sio kukosa woga. Courage is not the absence of fear. Unasikia unaogopa, lakini unasema hivi, kwa makusudi haya niko duniani, naamua kushinda woga wangu, nipige mbio kuyaelekea makusudi ambayo kwayo naishi. Kama ni hatari niipate, kwa sababu nimekaa kwenye makusudi ambayo Mungu anataka. Watu wengine huwa wanawaza kwamba yani Mungu amemsaidia, amemondolea kabisa woga, yani hana woga kabisa, yani jamaa hana woga, yani jamaa hana woga. Yani I say ningekuwa na moyo kama wa kwake. Moyo wangu na wa kwako ni sawa. Tofauti yako wewe na mimi ni kwamba unawaza maisha unayoishi mwilini haya ya kuzaa watoto, ya kusaka mchumba kwa nguvu mpaka unatenda dhambi, ya kungangania kuolewa, ya kungangania eti mimi umri wangu umezidi sana, sina mume, sasa sijui nitafanyaje, ya kungangana kupata bajaji. Haya ni ya muda tu, ni ya muda mfupi. Ni miaka 70 au 80, baadaye unatoka ndani ya mwili. Kuna maisha mengine tena. Maisha haya hayana mwisho sasa, na maisha haya yanategemea ulifanya nini ulipokuwa duniani. Mimi mwenzako najua kuna siku nitaondoka duniani, lakini lazima niondoke nimemaliza ile kazi niliyotumwa na baba yangu. Na wewe vile vile nakuombea yako makusudi. Wengine wenu nje unaonekana ni binadamu, lakini ndani ni kerubi wa Mungu amekaa, ametumwa kwa ajili ya kazi. Wengine nje unaonekana ni binadamu, lakini ndani ni serafi amekaa. Wengine nje unaonekana ni binadamu, lakini ndani ni Mungu si wa kawaida amekaa akiwa na makusudi. Sasa akili yako inakuogopesha, unashindwa kutimiza kusudi la mbinguni. Mawazo yako yanakuogopesha, unajiona wewe ni mtu wa kawaida. Wewe sio mtu wa kawaida, wewe ni mtu wa mbinguni. Umetoka mbinguni kwa ajili ya kusudi la milele, na hakuna atakaye kuzuia kutimiza kusudi la milele isipokuwa wewe mwenyewe. Sikiza nikwambie, Mheshimiwa Rais Magufuli aliongea kitu fulani. Bahati mbaya mimi nilikuwa nje ya nchi, nilicheka sana alipokuwa anazindua kitabu cha Mheshimiwa Rais Mkapa. Akasema kwamba uliponisifia sana niliingia kwenye hatari. Kuna baadhi ya mawaziri tena wakubwa sana wakataka kuniua. Nilikuwa mimi nje ya nchi, nilipoona nikacheka sana. Nikakumbuka na mimi natoka Arusha. Wakati ule sasa nimeshamfiatua, nimeshaitikisa ile nguzo ya mahakama imelala chini. Nimeshaigeuza. Tunatoka tukiwa na Pastor Bihagaza na Pastor Mwangasa. Yamewekwa mageti ya Arusha ya kutosha. Gwajima yuko wapi? Kwa sababu wanajua niko Arusha. Nimeingia kwenye mkutano wa maaskofu wenzangu, nakaa pale, maaskofu wanawaambia yuko hapa. Roho Mtakatifu ananiambia toka hapo. Ingawa ni maaskofu hawa, lakini sio. Usimwone mtu anakaa anaitwa fulani, lakini ni vile vile, sikiliza, vile vile unamwona mtu ni binadamu, lakini ndani, kusudi la ndani ni shetani. Ni shetani yuko ndani ya mtu, anatimiza kusudi la ushetani la milele katika maisha ya mwanadamu yule. Wakati ule ni Mungu, wakati mwingine ni Mungu yuko ndani ya mtu. Mungu naye anatimiza kusudi la milele lenye utukufu ndani ya mtu yule. Kwa hiyo usitishwe sana na mtu kubeba msalaba mrefu au kanzu ndefu au kuitwa mtume au kuitwa nabii au kuitwa prophet au kuitwa nani. Majina haya yote usitishwe sana. Mtawatambua kwa matunda
yao. Maana huwezi kuchuma zeituni ndani ya mibaruti, na kisima kile kile hakiwezi kuwa na maji baridi wakati huo huo kina maji machungu. Mtawajua kwa matunda yao. Lakini wewe mwanangu, una kusudi uliloitiwa. Ng'ang'ana na hilo. Ng'ang'ana na hilo. Mwanangu Timotheo, yakumbuke yale maneno ya unabii yaliyonenwa kwa ajili yako, ili uweze kupiga vita vyema. Kuna mambo kabisa ambayo umeitiwa hapa duniani. Usiwaze kwamba una miaka 40 au 45 au 60 au 65 au 50 kwamba umechelewa. Hapana. Kusudi la kuishi kwa Ibrahimu lilitimia alipokuwa na miaka 90. Akaamka akazaa mtoto. Mtoto akaitwa Isaka. Isaka akazaa watoto. Akazaa watoto Yakobo pamoja na Esau. Yakobo akazaa watoto. Akazaa watoto 12 akiwemo Lawi na Simeoni. Wakatiririka wale mpaka chini, unamkuta mtoto mmoja anaitwa Yuda. Kwa mtoto wa kwanza Simeoni kusudi la Mungu alikutimia. Kwa Lawi hapana. Kwa Dani hapana. Kwa Gadi hapana. Mungu akamchagua Yuda, mtoto wa 7 au wa 8 hivi. Akamwambia Yuda, fimbo ya enzi haitatoka katika utawala wako, na akasema na mkono wako utakuwa kwenye shingo za adui zako. Mungu alimwandaa Abrahamu akiwa na miaka 90 ili atimize kusudi la Mungu, ingawa alionekana amechelewa. Nazungumza na binti hapa ambaye unawaza umechelewa kwa sababu hujasoma. Umewaza umechelewa kwa sababu umeishia form 4, form 3, form 5. Umewaza umechelewa kwa sababu umepewa mimba na mtu akakuacha. Nataka nikwambie, hayo hayana uhusiano na mafanikio yako. Hayo hayana uhusiano na kushinda kwako. Hayo hayana uhusiano na wito wako wa milele. Yale ni mambo tu yaliyokupata, ni taabu tu iliyokupata, ni dhiki tu iliyojipata. Acha kujihurumia, amka, kimbia mbio, nenda kwenye kusudi lako la milele. Waambie hata sasa, Bwana amenisaidia. Sikusoma ila amenisaidia. Nilizaa ila amenisaidia. Sikuolewa ila amenisaidia. Sina fedha ila amenisaidia. Songa mbele, watu wasimame waseme Kiara kapasitete. Naomba ukae. Kama midomo yako ukiona inacheza, iache icheze. Inafanya kazi inaitwa glosolila. Sikiza kidogo. Kwa hiyo kule Arusha yakawekwa mageti. Yakawekwa mageti kwamba imetolewa amri na yule bwana, huyo bwana, kwa sababu amepiga kinywa cha taifa. Naambiwa na Bwana Kikwete kwamba umepiga kinywa cha taifa. Yaani imepiga mdomo wa taifa. Ndio. Wakati mwingine midomo michafu ya taifa unaitwanga kweli. Ndio. Ndio. Na ndio maana mimi nataka kuambia watu wengi sana, kwa sababu ya namna ya Magufuli alivyokuja na utawala wake, tunalalamika. Lakini rafiki yangu, sisi tuliopata dhiki, mimi vituo vya polisi vilikuwa kila siku. Wewe hujui tu. Kuvua viatu, vua mkanda mara nyingi. Simama, ingia ndani mara nyingi. Tabu nyumbani, tabu kwa ndugu zangu, tabu polini, tabu jangwani, tabu kwa ndugu wa uongo wengi. Lakini mimi nimekaza tu, nasema hii nayo itapita. Nasema huyu naye ataondoka. Aliondoka Nebukadneza, sembuse huyu. Aliondoka mfalme Farao, sembuse huyu. Nimetulia, najua moyoni mwangu nimezichukua chapa zake Yesu. Nimembeba Kristo kwa ajili ya Wakristo wote. Reka pasi kililisha. Nikasema kwa ajili ya Wakristo wote. Nilipopiga hiyo, Samuel 6 aliyekuwa amesema kwamba sitakusaidia, akanipigia simu, baba askofu, sasa yani umezidisha, yani imezidi. Nikasema nchi katibuka, mawimbi yakatibuka, kila kona yakatibuka. Natoka Arusha na Pastor Bihagaza na Mwangaza, mageti yamewekwa pale, huyu bwana akionekana amalizi. Na sakwa Arusha nzima, wamekwenda kwenye kanisa la Frank pale, wanauliza askofu, kwa nini hapa tumekuja kwenye maombi? Yani wanasaka kama kumbi. Lakini nimesimama kwenye kusudi langu la milele.
Mwambie mwenzako, ukisimama kwenye kusudi lako la milele, kuna uwezesho wa kimbingu unakuvaa. When you stand on your internal purpose, there's divine enablement from heaven overshadows you to do the will of God. Sasa tunakwenda sisi tukaambiwa bwana kule kuna mageti ya kutosha, Tengeru wapi. Kila gari inasimama, wanashuka mmoja mmoja, anasakwa mtu anaitwa Gwajima. Hapo ni saa 2 usiku. Mji umezungukwa. Nikamwambia Pastor Biagaza na Mwangasa, tunakwenda Dar es Salaam. Nikamwambia tunakwenda Dar es Salaam. Tutakwendaje? Itawezekanaje? Tunakwenda. Tukaingia kwenye gari. Tulikuwa na gari 2. Kulikuwa na Biagaza, Mwangasa kwa sababu ni askofu wa Moshi, alikuwa amekuja na gari yake hapo Arusha. Na Biagaza tulikuwa na gari yetu. Sasa nikwambie kitu cha ajabu. Cha ajabu kabisa. Sitataja majina ya watu kwa sababu wengine bado wanaishi. Baada ya lile tangazo, baada ya kuwa nimepiga pale, yule sasa rais wa zamani yule na wenzake wale wakatoa tangazo, wakampa mtu jukumu kwamba huyu jamaa mmalizeni. Kwanza iko wapi? Sasa aliyekabidhiwa jukumu la kunimaliza akamtumia message bosi wake. Akasema kwamba jukumu hilo tunatekeleza na kufika mpaka jioni atakuwa tayari. Afande, usiwe na wasiwasi, nipe mimi jukumu hilo. Akatuma message. Alipotuma hiyo message akakosea, akatuma kwangu. Naomba ujaribu kuwaza. Akakosea. Mimi niko Arusha, niko Moshi, niko Morogoro, nikaona message imeingia. Ameeleza kwamba yuko Morogoro tayari, sasa hivi wako njiani kwenda. Message kaingia kwangu pap. Ilipoingia tu nikazima simu, kaweka simu. Kaambia Pastor Biagaze kulikuwa na mkutano wa maaskofu Arusha. Nikamwambia siwezi kuahirisha mkutano wa maaskofu kwa sababu natafutwa. Nikasema tunyoshe kwenda Arusha. Nikazima simu zote Arusha. Wakajaa Morogoro, wanasaka kila kona. Wakasikia yuko Arusha. Ndio wakaja kuzunguka Arusha sasa. Kwa hiyo, lakini yule bwana aliyetuma message alikuwa anajua mimi nitamlipua baadaye. Alipotuma tu message ni mkubwa sana. Alipoona delivered kwangu, na mimi nikaipiga picha haraka. Baadaye akaifuta. Akaomba likizo yule bwana. Anajua tu kwamba hapa nitakwenda nikasema sitamjibu. Paka leo yupo. Nikasema sitamjibu kwa sababu alikuwa ametumwa. Mtume sio wa muhimu, aliyemtuma ndio wa maana sana. Mwambie mwenzako usiue mtume. Muue aliyemtuma. Ukimuua mtume unamuonea kwa sababu mtume ametumwa. Huyo alikuwa apostle. Alikuwa mtume wa kifo, ametumwa, akakosea. Kwa hiyo mimi nikawa tayari niko Arusha. Tuko sasa na Pastor Biagaza na Pastor tukasema okay, tukamwomba Mungu. Dakika chache tu, sisi tuna akili ya mbinguni. Wewe amini hayo. Hebu sema nina akili ya mbinguni. Rudia tena. Kama ulivyosema ianze kudhihirika kuanzia leo kwa jina la Yesu. Rudia mara nyingine. Mimi nina akili ya mbinguni kupitia Roho Mtakatifu. Sema mimi nina akili ya mbinguni ya biashara, ya kazi, ya maisha, ya kila kitu. Na popote pale nitakapokwenda, akili ya mbinguni itanifanya ning'ae kuliko wote. Yale uliyoyasema yaanze kutokea sasa hivi kwako. Yaanze kutokea sasa hivi kwako. Ukianza kanisa utang'aa, ukianza biashara utang'aa, ukiwa mwanasheria utang'aa, ukiwa dokta utang'aa, ukianza kuuza chapati utang'aa, ukianza mama ntilia utang'aa, ukiajiriwa kazi ndogo utang'aa. Ng'aa.
iya matukurulu shunduru kapasitiriri. Yesu kwetu ni rafiki, ambiwa hajapia tukiomba kwa Baba maombi yasikia. Je, unazo hata nguvu wezi